Every time Kenyans go to the polls, there is a certain group of people who get extremely scared. These people lost their loved ones in the 2007-2008 post-election violence. But as much as old wounds are opened every election period, some have decided to bury the hatchet and let bygones be bygones. Najma Ismail brings us that story in the first part of our special edition of All Woman, focusing on peace. She was only 17 years old when she buried her firstborn child, a 3-week-old infant burned to death in December 2007 when Kenya experienced its worst humanitarian crisis. Tulikuwa bado tumelala, nyumba yetu tukashtukia usiku imeshika moto. Soweto line 7. Sasa vile ilishika moto na nikaanza kupiga nduru nikuje niokolewe. Nikijaribu kupiga nduru, watu wanajaribu kusikiza sauti tena inarudi inapotea. Jia nini moshi ilikuwa inaninyonga. As the room filled with smoke, Florence tried desperately to save herself and her children. But at this point, her weak screams were becoming less audible. Kupelenya juu tanda ilikuwa imeshika moto, nikatoa mtoto nikamweka chini, huyo wa wiki 3. Tukaanza kukimbia na huyu mwingine, tukijaribu kwenda kwa mlango ilikuwa imefungwa na nje. Tunasikia tu watu wakitoroka juu walikuwa watu wengi. Sasa nyumba ikaendelea tu kuwaka moto tu, ndio watu wakakuja wakapiga mlango na ikarudi ikaniangukia tena nikarudi kwa moto. Sasa tukao walikuwa wanachota siwe juu akitumwagilia tu, hakukuwa na maji hata hakukuwa na stima kwa Moi. Florence was rushed to the hospital with her older child, leaving her already dead infant back in their burning house. Mona, ini nini mama? Ini katoni sindio? Baada ya mwezi mmoja nilikuwa naendelea kupokea matibabu, huyu mwingine tena akakufa. Tuliokolewa wote sasa, lakini ule mwenye alikuwa amekufa yeye alibaki tu hapo. Ni moshi ilimnyonga. Huyu angesurvive. Florence stayed in hospital for 9 months before taking to the streets to beg for upkeep. Nilikuwa nimeendelea kulema nini matibabu nini, pia hali ya maisha pia. Nilikuwa naweza enda kwa barabara niombe pesa, at least nipate kwenda chemist niongeleze mtu wa chemist anipatie aniuzie ile pamba niweze kujibadilisha. Sasa hapo mama mmoja akanisaidia akanipeleka Nairobi na aliniletea wageni apeleke toto yake. Her positive attitude has given her the strength to overcome many challenges. After her partner recently died, she did not give up on fending for her child. She survives by washing clothes to officers in Kibera's chief's camp. Na wananielewa, wana ubana mimi, hata nashukuru Mungu sana. Juu wananifahamu, wanajua ile shida mimi napitia. Naamka asubuhi naenda na walimia kuwafiekea na wachongea, na kuna place pia wako huru na mimi ninapanda mboga zangu tena nizikimia na wauzia na wafanyia kazi ya nyumba, lakini isipokuwa mapato ni kidogo, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu. Every time we head to the polls, post-election violence victims like Florence are petrified. The scars of the past that never healed come back to haunt them. Ile mimi na usia, yani mimi kwa maoni yangu ninasema sina grudge yoyote na mtu yoyote kwa roho yangu. Ni wote niliwasamea, hata tunaweza kutana tusalamiane. Hata wanasiasa vile wanafanya hizo kampeni zao wakufanye kwa amani, isikuje tena ikaleta fujo. But for her, what keeps her going is her positive, undeterred attitude. For someone who has stared death right in the face and has buried 2 children at her teens, she has a message for those of us who are suffering from selective amnesia. Tunaweza shikana na tuombe nchi yetu, tukae kitu kimoja kama ndugu na dada. Najma Ismail, All Woman, KTN News.